Lakini naomba nikuombe kitu kimoja Berina. Naomba kaa mbali na mume wangu. Mheshimu kama shemeji yako. Nadhani unanielewa. Labda nikuahidi tu Zuu. Nilichokiongea hapa nimemaanisha. Na nimeomba msamaha wa dhati kutoka moyoni kwangu. Najua nimekosea. Na nitamheshimu Kai kama shemeji yangu. Sitafanya tena huo upuuzi. Na sitaruhusu aibu yote tukute kwenye familia yetu. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima. Nimefurahishwa sana wajukuu zangu leo. Yaani katika siku ya furaha kama nimezaliwa leo. Kulimaliza hili swala kwa sababu hili ilikuwa tena ndimu ya uchungu. Madhali hili swala tumelimaliza hapa. Naomba katika nafsi zenu ziwe safi. Sio mnakubali hapa mbele yangu mimi tumelimaliza, mtu anabaki na dukuduku rohoni. Kama mtu anabaki na dukuduku bado hajalizika vizuri aseme hapa. Lakini mimi nimefurahishwa kutokana na majibu yenu kuhusu swala lililotokea la fedheha na aibu. Naomba hapa tulipoliongea lishie hapa hapa, usimwambie nani wala nani, asitokee mtu kulitoa nje. Libakie ndani humu kwenye familia, ndio utu uzima, ndio ukubwa. Hii ni moja ya mitihani, changamoto. Nashukuru kwa kulimaliza salama. Kai, mheshimu huyu kama shemeji yako. Pende mkeo. Zuu, kuwa pamoja na ndugu yako. Mpende mumeo. Tazama mlivyopendeza. Wallahi bakaraha wapenda nao. Na hili limekwisha. Wajukuu zangu, hili tumelimaliza, limekwisha. Lisijirudie. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima, hatima ya ndoa yetu. Hatima, hatima, hatima. Hatima. Vipi? Unamshangaa yule mwanamke mjamzito? Yule ni mwanamke wangu. Na ile mimba ni ya kwangu. Kwa hiyo hata mtoto akijifungua pia ni mtoto wangu. Umeulizwa? Umeulizwa? Sikia, wala hakuna haja ya kuulizwa. Mambo yako wazi, kwa nini nifiche? Lazima nihabarishe umma. Lazima nitoe taarifa kwa umma kwamba yule ni mwanamke wangu na yule mtoto ambaye anaenda kuzaliwa ni wa kwangu. Kwa hiyo wala upaswi kuhuzunika. Kama huyo mwanamke anakudanganya ujauzito ni wa kwako, basi umedanganyika. Kwa sababu tunavyokujua wewe ni tasa. Hauna uwezo wa kumpa mwanamke mimba. Alafu unajitapa. Kwa lipi lonalo wewe Chiko Yaani wewe kwa laana ulionayo au utakuja kupata mtoto paka unaingia kabulini. Kalamba! Halo, nyumba hii. Odi. Wakilambe! Nani? Njoo hapa nje bwana. Nani vipi? Ndio tuna madeni bwana. Njoo hapa, unadaiwa kweli njoo. Kila siku nitatoa leo unatoa leo kubali utatoa utoi. Utatoa leo. Mimi nishalipa hela taka. Wewe njoo hapa sogea bwana. Ulipe hela taka wewe. Unakula nini ulipe hela taka wewe? Njoo tulia. Nimekuja hapa sitaki urafiki, sitaki ujamaa. Ninachotaka mimi unipe hiyo hela niondoke zangu. La sivyo nambeba mwanangu naondoka naye. Sawa mjomba, lakini mbona unagonga kama ugomvi? Kila mtu asikie kwa kwamba mjomba unanidai kweli. Nasemaje? Asikie nani, asisikie nani, mimi ninachotaka leo ni pesa yangu tu. Lete milioni 4 hizo afu uone kama nitapiga kelele hapa. Namdai milioni 4 huyu. Lete milioni 4 hapa. Sasa mjomba hapo unafaidisha majirani. Kwa sababu gani ujue?
hiyo milioni 4 unaoisema wewe haipatikani kirahisi kama unavyodhani mjomba. Lazima kuna njia tuzifungue, wenyewe wanaita option. Sasa unafaidisha tu kwa unadai milioni 4. Wenyewe akiniangalia tu mimi uwezo wa milioni 4 sina. Uone kama unajidanganya mwenyewe hapa. Hapo unajitekenya mwenyewe, unacheka mwenyewe mjomba. Sasa wewe, milioni 4 ikushinda wewe? Zinakuwa 4 tu, 1, 2, 3, 4. Inakushinda milioni 4 wewe? Mjomba, wewe unachukulia kawaida. Lakini kwa maisha yangu mimi lazima kidogo ni haso hapo. Kwa hiyo nivumilie mjomba, usipige kelele watu wakajua kama tunadaiana, sio vizuri. Hakuna cha uvumilivu hapa bwana. Mimi nimekuja hapa kama una milioni 4, nipe mwanangu Samai niondoke naye. Ondoka naye wapi tena mjomba? Niondoke naye nyumbani, unataka kwa hapa unamlamba sukari robo tu bure bure. Toa hela, Samai. Wewe Samai. Nimekwambiaje naondoka naye leo huyu la? Toa hela mimi niondoke kimya kimya hapa bila shida. Samai. Wewe Samai. Mjomba, tuzungumze bwana Aisha. Samai. Inanumiza roho, inanumiza, inanumiza moyo, inanumiza. Hatima, 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 hatima ya ndoa yetu. Hatima, 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 hatima. Kwa hiyo Zatiti ndo amewadanganya hivyo, si ndio? Ameamua kuwamezesha matango pori. Kama yeye ameamua kuambia hivyo, ni yeye na ujinga wake. Unachotakiwa kufahamu wewe kwamba yule ni mwanamke wangu na ile mimba pia ni ya kwangu. Naenda kuitwa baba very soon. Na nikwambie tu, mtoto akishazaliwa, akishatua kwenye hii ardhi ya dunia, hakuna rangi mtaacha kuona. Kila aina ya rangi duniani ambayo haujawahi kuiona utaiona. Hivi wewe Chiko, kwa rangi gani ambayo sijawahi kuiona katika hii dunia utakuja kutuonesha kinyago wewe? Hivi wewe unahisi wewe una maajabu gani? Alafu yeye mwanzo na mwisho kutaja jina la mdogo wangu kwenye mdomo wako mchafu. Sasa kwa taarifa yako, Zatiti anaenda kutuletea sisi mtoto. Wewe si ulimuita Zatiti ni mgumba? Sijui kahaba afai. Mwanaume una mdomo mchafu kama nini wewe? Hujawahi kuona thamani ya mdogo wangu hata siku moja wewe. Sasa hivi unamuona mzuri? Ana thamani baada ya mwanaume mwenzio kumpa mimba. Unatakiwa ufahamu. Wewe ni nusu ya mwanaume, ila mwanaume mwenzio ndio yule aliyemfanya Zatiti kaingia leba. Na sio kituko kama wewe. Anaenda kupata mtoto, si ndio? Nipo hapa nimesimama. Naomba ukalili muda na saa pamoja na siku ambayo tunazungumza hapa mimi na wewe. Kama atakuja kuwaletea huyo mtoto, labda nizikwe mara 7 na nifufuke mara 49. Hebu kwenda wewe kinyago cha mpapule. Nizikwe mara umekuwa Mungu wewe. Maatu mengine bwana kwa lijana siku tu. Mungu wangu, kwani umeruhusu majaribu yatokee kwangu baba? Nasema sasa, sina cha kufanya Mungu wangu. Umebaki wewe tu baba, nisaidie mimi mwanao. Tazama mama wangu anateseka kwa ajili yangu. Pia angalia hii familia. Imenilea vizuri. Imenichukulia mimi kama mmoja wa familia yao. Leo hii mimi nikafanya kitu cha kikatili hivi. Ona sasa leo nimeingia kwenye kazi nzito. Inabidi nimwibe mtoto asiyekuwa na hatia. Ambao familia yake ilinipenda mimi na kunijali. Mungu wangu nisaidie baba. Shikamoo. Marahaba. Vipi? Mbona unalia? Mimi
Hapana siri. Kipindi nakupigia simu ulisema Chiko yuko hapa. Yuko wapi sasa? Na amefuata nini hapa? Au amekutisha? Niambie chochote kile ambacho amekwambia. Unaiona hii nyumba? Nyumba yote nimetega kamera ambazo zinanisaidia mimi kuona pamoja na kusikia yote ambayo yanaendelea. Hapa kama nikiwaambia chochote, Chiko ataona na atasikia kupitia hizi kamera zake. Sipaswi kuongea chochote hapa. La sivyo, nitamponza mamangu. Amna kaka, mimi naomba muende tu. Naomba muondoke, mimi nimekatazwa kuingiza watu ndani. Kamtoto, mbona uko mwoga kiasi hicho? Tafadhali, naomba uniamini. Nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Na siwezi kukuacha peke yako katika hili. Tafadhali, sema chochote. Hapana kaka, nimesema sina cha kuambia, naombeni muende. Nimekatazwa kuingiza watu humu ndani, naombeni muende. Kwani hamnielewi jamani? Naombeni muende. Nakujua kama kanitafutia matatizo. Mana dada wa kazi ana ndugu zake huko kijijini. Simu ya dada wa kazi ikipigwa mimi nitaji na unagiza. Mbele miujiza hata sijui nitafanya nini. Na yananimaliza yashanichosha hata sijui yatakwisha lini. Sikia binti, kama unajaribu kutuficha kitu chochote kile, ujue itakugharimu katika maisha yako. Nafanya kazi za ndani, navumilia mengi, nadharaulika humu ndani, nabaki nayo moyoni. Babu, nisikilize kwa makini mjukuu wangu. Babu na mjukuu kila siku katika ulimwengu huu ni marafiki wakubwa, tena maswaiba. Langu lako, lako langu. Kai mjukuu wangu, nimekuita huku faraga. Tuongee kama wanamume. Tabia mjukuu wangu ya kubadili wanawake itakuja kukuletea madhara makubwa kwenye ulimwengu huu. Aya yamenizidia. Nisikilize kwa makini, hii ni kwa faida yako ya leo, kesho, mpaka uhai wako, mpaka unaotamvi mjukuu wangu. Utakwenda kulichukua gonjwa kungine, utalipeleka nyumbani kwako. Hata siku moja sijawahi kutamka ya maneno mbele yako. Kumbuka sasa hivi dunia ya leo magonjwa ni mengi. Utalichukua gonjwa nje, utalipeleka nyumbani kwako kwa mkeo. Yeah. Mpaka ukija ukistuka mambo yashaharibika. Ningalijua inakuja mwisho wa tendo kutokea. Utakuja kulijutia hilo mjukuu wangu. Sikiliza kwa makini maneno ninayokuambia, yatakusaidia kwenye maisha yako. Babu, haya maneno niliyokuambia ni kwa faida maisha yako. Ukiyachukua ni faida yako. Ukiyadharau ni hasara kwako kwenye maisha haya. Na yananimaliza, yashanichosha, hata sijui yatakwisha lini. Aya yamenizidia. Aya yameninogea. Aya. Nyinyi ni akina nani? Na mmefuata nini ndani kwangu? Mama,
Samani, sisi ni ndugu na wewe binti hapa. Kwa hiyo tumekuja kumuona ndugu yetu. Mnamaanisha huyu msichana wangu wa kazi? Na mbona alisema ana ndugu? Sasa mama, kama ana ndugu hapa mjini, hata mikoani ana ndugu. Sisi tumeongea naye, ametuelekeza location, tumekuja kumwangalia, tunaondoka. Kila kukicha munani haziishi tafarani, kila nikitenda wema naonekana sina fadhila. Yani bora ningefanya makosa, ningesema nazibiwa. Bwana unipeleke chooni, unipeleke pembeni, unipeleke kwenye chemba, lakini mimi ninachotaka hela yangu tu. Kwa ndo hapa umenileta? Kwa hapa eneo lilo wazi ama eneo lilojificha? Ile eneo la kujificha, tena la kujificha, eneo la wazi. Bado kidogo uchapia sema eneo la kujificha. Kwa hiyo sasa lazima uwe makini pia kwenye matamshi. Alafu unasikia Mzome? Ukiwa unaongea, niangalie moja kwa moja hivi. Napata faida sana na mate yako. Mimi sina ugonjwa kutokupaka mafuta. Kwa kidogo sura inakuwa inanua. Unapauka? Sasa sawa. Alafu mimi kuulize bwana Mzome. Yaani wewe una sababu gani ya kuja kupiga tarumbeta pale kunijazia watu? Nini hasa kikubwa? Mimi nimekwambia nataka mahari yangu. Nimekuja hapa nimefuata mahari yangu, nipe 100,000. Ai, nachoka mimi na huyu Mzome. Sasa wewe umekuja kufuata mahari hapa. Wewe ndio ninokuoa. Wewe kwa Arabu. Sawa. Sasa mimi nikuulize Mzome. Ina maana wewe kufuata kwako mahari ya mjomba wako, ndio uje unijazie watu kiasi hichi? Kwa sababu unachokifanya hapa ni kutaka hawa majirani watoke wajue kinachoendelea. Alafu tufanye hivi. Huyu mjomba wako ingekuwa mimi nimemuoa, yupo ndani hapa, alafu sijalipa hiyo mahari, ndio ungekuja kudai kwa njia hiyo. Lakini ndio kwanza tunajitafuta. Lakini baba unakuja kudai mahari kwa ukali tena kwa sauti. Sio vizuri bwana. Sasa nikuulize kitu hiki kimoja. Wewe hicho ambacho unakifanya ni sawa? Uenda kumchukua mtoto wa mtu, kumuingiza chumbani kwako, kuishi naye kama mke, wakati sio mke. Asubuhi mchana unameng'enyera tu, asubuhi mchana unameng'enyera tu, alafu bila taarifa yoyote ya msingi duniani kwa wazazi wake. Hiyo ni sawa? Umesikia Mzome? We babangu. Usiseme mambo ya kumeng'enyura. Hizi nyumba za kwetu madirisha yake sio ya vioo bwana. Madirisha huko bwana unakuta nondo hii inapata hapa. Paka nye kabati linapita kwenye hizo nondo. Lakini utafsida. Sawa. Ni hivi. Wacha nipige simu. Napiga simu. Kwa hiyo simu ndio unatoa pesa au? Unataka kunijazia watu, una lolote? Mimi niko serious bwana. Serious bwana nini bwana wewe unaongea kwa nguvu kwa sababu gani wewe? Nishangaa hapa mtaani kwa naja kupa wenye kitu kupiga mbiu. Wewe timasiara tu. Sawa babu, mimi nimekuelewa na nakushukuru sana kwa maneno yako mazuri yenye hekima na busara ndani yake. Ila nikwambie tu babu yangu, hiyo tabia kubadili wanawake mimi sina. Mimi siwezi hata siku moja kufanya kitendo cha aina hiyo. Kwa sababu mimi na mke wangu nampenda sana na namthamini na namheshimu pia. Kwa hiyo haitotokea hata siku moja mimi kumsaliti mke wangu kisa mwanamke mwingine. Na kilichotokea baina yangu na Belina ilikuwa sio akili yangu babu, ni pombe tu. Ni akili ya pombe. Yaani kiufupi niseme ni shetani alinipitia. Sio mimi yule babu. Kwa na kwamba unielewe na uniamini kwenye hiyo. Ndugu wangu. Hivyo mimi wewe umri huu niliokuwa nayo unipeleke Mbebolibo. Eti shetani alinipitia. Wewe shetani wewe ulikutana naye wapi? Akakwambia ufanye uhalifu. Samani baba. Halo Kilamba vipi? Halo Kai. Vipi huko ndugu yangu? Sinywi maji. Hata maji achana nayo yapiti. Kai. Sasa Kilamba, hebu sikiliza, acha kulia. Nyosha maelezo, shida ni nini? Sasa unakaa unaongea kimafumbo mafumbo, mimi siwezi kukuelewa. Tatizo nini ndugu yangu? Sikufichi babangu, Kai, kuna matatizo makubwa sana.
Tatizo limekumbwa mpaka mwenye nashindwa ni sijui nifanye nini. Yaani laiti kama matatizo haya ungekuwa nayo wewe Kai, mimi naamini kabisa usingeweza. Yaani makubwa kweli yani. Baba pande sina pesa babangu. Na shida na shilingi 100,000 tu. 100,000 tu ya kutazama. Kutazama moja baba. Kai, embo waangalia watu kwenye makochi walivyojaa. Ni kwa sababu ya shida yangu mimi Kai. Muone yule aloka kule mwisho babangu mdogo. Haya, tulia, nishakuelewa. Sasa ndugu yangu unakaa unaangua vilio, mimi nikajua sijui kuna msiba huko au nini. Kumbe mambo madogo kiasi hicho. Sasa sikiliza ndugu yangu, kwenye hilo mimi nitakusaidia. Wala usiwe na shaka. Hiyo pesa nitakutumia haraka iwezekanavyo, sawa? Kai, unanitumia? Nitashukuru babangu, nitashukuru sana Kai. Kai, mimi ni kwaidi ndugu yangu, wewe una pepo ya peke yako. Pepo ya peke yako babangu. Maselebo. Masele. Maselebo. Aya, asante, shukrani na wewe. Aya. Samani babu, ni rafiki yangu alikuwa na matatizo kidogo, ila yote kwa yote nakushukuru sana kwa nasaha yako nzuri na nakuahidi nitaatilia maanani na nitazingatia. Nashukuru kwa hilo mjukuu wangu. Asante sana. Mimi ndio kukuambia ukweli. Mimi ndio kukupa darasa jinsi gani ya kuishi vizuri duniani. Yaani ndio maana mwanangu mjomba wangu Somoe amenasa kwako. Yaani wewe unajua kudanganya. Masele. Selebo. Haya nitumie hiyo hela basi. Nene. Nitumie hiyo pesa yangu. Wewe ngoja message ingie bwana. Huo umeingia. Umeingia? Lete mate kidogo. Mate nyera huna keshi bana wewe. 07 wewe uko makini hivi. Tumia yangu bwana. Iki kama message ya mapenzi. Acha ujinga bwana. Kweli bwana. Hela imeingia? Vipi mwanangu? Mbona unalia? Hamna mama. Hamna? Hamna nini wakati unalia? Binti, unalia nini? Au ni wale vijana ambao nimewakuta hapo nje? Wametoka huko ndani, si ndio? Ndio mama. Unawafahamu? Hapana. Sasa umemfuata nani huko ndani? Au wamefuata nini? Alafu yule kijana mmoja, mbona kama anamfahamu? Alishawahi kuja nyumbani na kumuulizia Tasha. Ndiyo. Ni yeye. Nishakumbuka. Ni kijana wa Chiko. Halo Warda. Halo mama. Umefanikiwa kufika salama? Nimefika salama na niko nyumbani hivi sasa. Vipi hospitali huko? Yaani huko kuna habari njema sana. Zinasemaje habari njema? Mdogo wangu Zatiti amefanikiwa kujifungua salama mama. Yaani tuna furaha. Alhamdulillah, mashallah. Asante Mungu. Haya, kaja nani? Mama, yaani una shauku sana ya kuyajua haya. Haya, umeshapata mume huko. Asante Mungu jamani. Haya, vipi mzazi anaendeleaje? Yaani huko mama tuko salama kabisa. Na mtoto? Yaani mama tuko sawa kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi haya, usicheze mbali na hapo. Sawa mama, usijali. Tutawasiliana baadaye kidogo. Sawa mama. Alhamdulillah rabbil alamin.
kwenye penzi na dada wa kazi. Alafu staili alioleta mwanetu Kibwendu ana tofauti na Kuna watu wengine mwanangu wanachukulia zeche. Sawa, kwa sawa poeza tuende Bobu. Action. Sio poa, usichukulia anze poa, maana vijana siku hizi mna maneno yenu poa. Maumivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito lonayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho, inanumiza, inanumiza moyo, inanumiza hatima, 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 hatima ya ndoa yetu. Hatima, 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 hatima ya